basi tuweze kuadhimisha misa hii kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu kuzaa katika imani zetu, ili tupate kusaidia kuadhimisha mambo ya Mungu. Namuungamia Mungu Mwenyezi ndani zangu, kwani nimekosea
Somo la kitabu cha Hesabu. Bwana alinena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, uambie, hivi ndivyo mtakavyobarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mungu na atufadhili na kutubariki. Mungu na atufadhili na kutubariki. Mungu
kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana, basi umrithi kwa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Siku ile wachungaji walienda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala porini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa
kuambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliyosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu, siku ya kwanza kabisa tunauona mwaka huu wa 2026. Ni mwaka ambao hakujaufikia kwa ajili ya mapenzi yetu wenyewe, kwa ajili ya nguvu zetu wenyewe, ila ni kwa mapenzi ya Mungu. Ni Mungu anayetujali, ni Mungu anayetupenda, ndiye anatuwezesha kuona mwaka huu mpya 2026. Tarehe hii ya kwanza ya mwezi Januari, Mama Kanisa anatualika kutafakari kumhusu Mama Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ni bahati iliyoje kuanza mwaka na Mama Bikira Maria, mama wa Mungu, mama wa Mwokozi, aliyetuletea Yesu Kristo, ambaye tulikuwa tukisherehekea sherehe za Noeli na tunaendelea kusherehekea. Katika kipindi hiki Mama Kanisa anatuletea sherehe nyingine kubwa ya Mama Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Na kabla hatujaendelea, labda ni vizuri tujiulize kama Wakristo, sisi Mama Bikira Maria ni nani kwetu? Kama vile Yesu alivyowauliza wanafunzi wake, watu husema mimi ni nani? Wakamweleza, alafu akawageukia akawaambia, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Basi Wakristo wa kanisa hili la Mtakatifu Stefano Shahidi, nyinyi Mama Bikira Maria ni nani kwenu? Watu wanasema, unasikia kule barabarani, watu wanasema Bikira Maria ni nani? Tumsifu Yesu Kristo. Ule mitaani wanasema Mama Bikira Maria ni nani? Wanasema ni nani? Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wale ambao wanashangaa sisi Wakatoliki tunamwabudu mama. Kuna wale wanashangaa sisi Wakatoliki tunasema kwamba Maria ni mama wa Mungu. Hawaelewi ni vipi Maria ni mama wa Mungu. Hawaelewi ni vipi tunamheshimu mama. Siku ya leo una picha mama yuko hapo. Sijui ni mara ngapi wa Kristo tumeingia kanisani tukaelekeza macho yetu kwa mama. Sijui ni mara ngapi. Mara nyingi tukiingia kanisani tunaelekeza macho yetu pale kwenye tabernakulo. Lakini mara ngapi tunaelekeza macho yetu kwa Mama Bikira Maria? Mara ngapi? Na huwezi kwenda kwa mwanae Yesu Kristo bila kupitia kwa mama. Huwezi kusema kwamba mimi nampenda Yesu
na simpendi mama yake. Huwezi kusema kwamba mimi nampenda Mungu na umpendi mamaye mwanaye Yesu Kristo. Na ndio sababu kanisa linafundisha kwamba mama Bikira Maria ndiye Mkristo wa kwanza, ndiye Mkristo wa kwanza, ndiye mwanafunzi wa kwanza, ndiye wa kwanza kumfuata Kristo, ndiye Mkristo namba 1, mama Bikira Maria. Na leo tarehe 1 tunaanza mwaka rasmi kabisa kwa kumsherehekea mama. Kutakuweko na sherehe nyingine nyingi za kumsherehekea mama mwaka mzima, lakini tunaanza siku ya leo na kumsherehekea mama ambaye ni mama wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu tangu mwanzo alimwandaa Bikira Maria pale alipozaliwa bila dhambi. Mungu alijua kwamba atakaye kuja kukomboa ulimwengu, Yesu Kristo, atakuwa mwanadamu kama sisi, ila hatakuwa na dhambi. Hivyo basi, yule ambaye ataukomboa ulimwengu bila dhambi lazima azaliwe na yule ambaye amekingiwa dhambi asili, ndiye mama Bikira Maria. Kwa hivyo Mungu, mpango wa Mungu kuanzia mwanzo ulikuwa kwamba amwandae huyu mama Bikira Maria ili wakati utakapotimia Yesu kuja ulimwenguni azaliwe na mwanamke ambaye ameandaliwa tangu mwanzo, awe mama wa Mungu, awe mama wa Mwokozi, awe mama yetu sisi wa Kristo. Na ndiyo sababu leo tunasikia katika somo la Injili wachungaji wanaenda kwa haraka. Wachungaji wakaenda kwa haraka. Huo wimbo wake mwalimu, wachungaji wakaenda kwa haraka. Wachungaji wakaenda kwa haraka kufanya nini? Wachungaji walienda kwa haraka, waliyekutana naye wa kwanza kabisa ni Mariamu, ndiye aliyowapokea,
Pia aliwakaribisha, akawaonyesha alipolala mtoto Yesu. Yusufu alikuwepo ndio, lakini aliyewapokea wachungaji wa kwanza kabisa ambaye tunasikia katika somo la Injili ni Mariamu. Akawaelekeza wachungaji wa Yesu. Huyu mama Bikira Maria, kazi yake moja ni hiyo, kutuelekeza kwa Yesu, kutuonyesha aliko Yesu. Kwa hiyo ukitaka kumjua Yesu, ukitaka kwenda kwa Yesu, unapitia njia hiyo ya mama Bikira Maria ambaye tuko naye hapa siku ya leo. Mama Bikira Maria, niwauliza, mara ngapi tunapoingia kanisani tunaelekeza macho yetu hapa alipo mama Bikira Maria? Swali la pili, kwa mwaka uliopita 2025 ni mara ngapi mimi kama Mkristo nimeenda pale kwenye grotto ya mama Bikira Maria kusali? Mara ngapi? Ama nikiingia pale geti na kuja moja kwa moja kanisani na mondoka naenda zangu. Mara ngapi nimeenda pale kwa grotto ya mama Bikira Maria kusali? Sio kupiga picha, kusali. Mara ngapi nimeenda pale nikaketi nikasali rozari? Ngapi? Nyumbani mara ngapi ninasali rozari kwa wiki? Mara ngapi kwa wiki? Kwa sababu bila mama huwezi kufika kwa Yesu. Mama Bikira Maria kazi yake moja ni kutuonyesha Yesu mwanae. Ni mama wa Mungu, ni mama mnyenyekevu, ananyenyekea, anatuonyesha unyenyekevu, ishara unyenyekevu. Sisi kama Wakristo tunahitaji kuwa na huu unyenyekevu mwaka huu wa 2026. Tuwe na unyenyekevu kama mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria analeta amani. Mwaka huu 2026 tumuombe mama atupe amani katika familia zetu, katika ndoa zetu, katika nchi yetu na ulimwengu mzima. Atupe amani, mama wa amani. Ni mama ambaye anayatafakari. Tunasikia katika somo la Injili aliyatafakari haya yote moyoni mwake. Mwaka huu uwe ni mwaka wa kutafakari kabla ya kunena, kabla ya kutenda. Yatafakari unaotaka kusema, yatafakari unaotaka kutenda. Tutafakari kuhusu maisha yetu kama Wakristo, tutafakari tunavyoishi kama majirani, utafakari moyoni mwetu. Mama Bikira Maria anatufundisha ya kwamba ili tuweze kumfikia mwanae Yesu Kristo lazima tunyenyekee. Unyenyekee, tuwe wanyenyekevu, tuwe wapole, tuwe na huruma, tuwe tayari kuwahudumia wengine. Mama Bikira Maria alipopata ujumbe wa malaika kwamba Elizabeti ni mjamzito, aliondoka mara moja kwenda kumhudumia Elizabeti. Ni mama ambaye yuko tayari kuwahudumia wengine. Ni mama ambaye yuko tayari kuwasaidia wengine hasa katika shida zao. Na sisi tumkimbilie mama, tumuombe msaada, tumwambie mama tuko hapa katika unyonge wetu, tusaidie, tuelekeze kwa mwanao Yesu Kristo. Yeye ni malkia wa amani, atupe amani. Yeye ni mlinzi wa familia, alinde familia zetu. Yeye amepitia changamoto nyingi, hasa wakati mtoto Yesu alipokuwa anasulubiwa msalabani. Mama Bikira Maria aliangalia hayo yote kwa utungu mwingi, bila kukata tamaa, akaendelea kuwepo pale. Uwepo wake ukawa hakikisho kubwa kwa mwanae Yesu Kristo. Mama Bikira Maria awe nasi wakati wote tunapokutana na changamoto mwaka huu.
atusaidie tuweze kusimama imara katika imani. Mama Bikira Maria atusaidie mwaka huu tubaki na ile hali ya matumaini, tusikate tamaa tunapokutana na changamoto, tunapofeli tusikate tamaa. Tumuombe Mama Bikira Maria atupe ulinzi wa kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza tumesikia baraka za kipekee. Mama Bikira Maria mwaka huu tunapoanza awe mwombezi wetu kwa mwanae Yesu Kristo, ili tupokee baraka, kwa sababu tunazihitaji hizo baraka. Tunahitaji baraka. Tumesikia katika somo la kwanza aina ya baraka ambazo Musa aliwabariki watu. Bwana akubariki na kukulinda. Sema amina. Amina. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Amina. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Amina. Hadi usiposema amina wewe umpendi mama. Tumsifu Yesu Kristo. Sema tena, kwa sababu mimi nataka hizi baraka ninaporudi Nairobi sijue kwamba baraka pale Kisarawe tumeacha baraka, tumeitisha baraka ya mwaka huu 2027 na sita ndio na sita sijui kwa nini sasa tuko 2026 ndio tunaanza. So ukubali tena hizi baraka, sio zangu, hizi ni za Mungu mwenyewe, anaamrisha jinsi atakavyowabariki watu, na mimi kama nabii wa Mungu nafikisha hizi baraka kwenu. Bwana akubariki na kukulinda. Amina. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Amina. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Amina. Bwana abariki biashara yako. Amina. Bwana abariki kazi zako. Amina. Bwana abariki familia yako. Amina. Bwana akupe mchumba mwaka huu. Amina. Bwana akusaidie ufunge ndoa mwaka huu. Amina. Bwana akusaidie utoe zaka mwaka huu. Amina. Yesu Kristo. Amina. Nasadiki kwa Mungu mmoja.
Ndugu wapendwa, leo tunaadhimisha sherehe ya Bikira Maria, mama wa Mungu, mama wa Kristo, kiumbe mteule Mungu. Tupe moyo wa mapendo kama mama yetu Bikira Maria. Bwana, epushe na dhambi za kujitenga nawe kama alivyomkinga mama Bikira Maria na dhambi ya asili. Bwana, maombezi ya Bikira Maria aliye salama ya wagonjwa, wasalimishe wagonjwa wa mwili na wa roho. Bwana, kwa sala za Bikira Maria, kimbilio la wakosefu, wahurumie wakosefu wanaokimbilia. Bwana, msaada wa Bikira Maria aliye msaada wa Kristo, wasaidie waumini wote. Bwana, maombezi ya mama Maria Barikia wa amani, yajalie mataifa yote amani na raha. Bwana, maombezi ya mama Maria aliye malkia wa ulimwengu, tuokoe na matetemeko ya nchi, mafuriko na majanga yote. Bwana, pokee kwako mbinguni ili tufurahi nawe na watakatifu wote. Bwana, Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu mama wa Kristo ni mama aliyetukia. Kwa ajili yake tulinde kwa mapendo ya kibaba, tupate kukupendeza kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
Sali ni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Ee Mungu, ndiwe unayeanzisha mambo yote yaliyo mema kwa wema wako na kuyakamilisha. Utujalie sisi tunawasherehekea sikukuu ya Roho Mtakatifu wa Mungu,
wakisema kwa sauti yao nyenyekevu. Baba Mungu wa huruma, tunakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa njia ya Yesu Kristo mwanao Bwana wetu, uvipokee na kuvibariki vipaji hivi, sadaka hizi na siku hizi takatifu na safi tunazokutolea kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuliletea amani, kulilinda, kulikusanya katika umoja na kuliongoza popote duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yudas Tadeo Ruwa'ichi, tena mcha Mungu askofu msaidizi wake, na wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume. Bwana, wakumbuke watumishi wako na wote walioko hapa ambao wewe wajua imani na ibada yao. Kwa ajili yao wanakutolea dhabihu hii ya sifa, nao wenyewe wanakutolea dhabihu hiyo kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao katika tumaini la kupata wokovu na usalama, na wanakutolea nadhiri zao kwako wewe, Mungu wa milele uliye hai na wa kweli. Kwa kushirikiana na kanisa zima katika kuadhimisha ile siku takatifu sana Maria mwenye heri daima bikira alipoijalia dunia hii Mwokozi, tunamkumbuka kwanza na kumheshimu huyo Maria mtukufu daima bikira, mama wa huyo Yesu Kristo Mungu na Bwana wetu. Halafu Yosefu mwenye heri, mume wake huyo bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartholomayo, Matayo, Simoni na Thadayo,
Dino, Reto, Clementi, Sisto, Cornelio, Cipriano, Laurenti, Zogon, Yohane na Paulo, Cosma na Damiani, na watakatifu wako wote, kwa mastahili na maombezi yao, tujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa ulinzi wako. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako na familia yako yote, na uzilete siku zetu katika amani yako, na uamuru tuokolewe katika laana ya milele, na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, uipokee iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku iliyotangulia kuteswa kwake alitoa mkate katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake Mwenyezi, akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akitwaa kikombe hiki kitukufu katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akikushukuru tena, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. taifa lako takatifu, tunaadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuko wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi tulizotujalia, sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema. Uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka yake ya Abeli, mtumishi wako mwenye haki, na dhabihu ya babu yetu Ibrahimu, na ile aliyokutolea Melkizedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwenye altari yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi tutakaopokea mwili na damu takatifu ya mwanao kwa kushiriki katika altari hii, tujaze kila baraka na neema ya mbinguni. Bwana, wakumbuke pia watumishi wako waliotangulia wakiwa na
ishara ya imani, wapumzike katika usingizi wa amani. Tunakusihi Bwana, wajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasikia watumishi wako wakosefu, unaotumaini wingi wa rehema zako. Tujalie sehemu ya urithi na ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasi, Aleksanda, Marcelino, Petro, Felista, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba Mungu karimu, upokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabu mastahili yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Bwana, kwa njia yake unaumba daima mema yote, unayatakatifuza, kuyatia uzima na kuyabariki na kujalia sisi. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulizia agizo la Mwokozi na tukifuata mafundisho yake ya Mungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tukivuka msalaba wa baba yako, tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaike na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo.
Bwana, tumepokea kwa furaha sakramenti za mbinguni. Tunakuomba kujalie sakramenti hizo zitupatie uzima wa milele. Sisi tunaona fahari kumunga Mama Maria Bikira daima, kuwa mama mwanao na mama wa Kanisa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Karibuni kwa mchango wetu wa pili, mchango kwa ajili ya shukrani kwa Mungu, lakini mchango huu umeelekezwa kwa njia teule ya mtengo. Hivyo tunakumbushwa wale ambao tumekuja na zile bahasha za shukrani wakati huu. Lakini pia tumegundua kwamba bahasha nyingi hazijarudi, na leo ndio tulitangaza kwamba itakuwa mwisho wa kurudisha zile bahasha. Tunaomba watu, kama kuna mtu ana bahasha nyumbani, basi inapofika Dominika kumbuka kuja nayo ukiwa umeweka chochote, au kama umeshaweka pesa benki, basi tuwekee ile kitu.
heri ya mwaka mpya. Kwa nafasi hii kumkaribisha makamu mwenyekiti wa parokia atoe salamu hizi. Karibu. Wapendwa wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo Tumaini letu. Mungu ni mwema Kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Tunamshukuru Mungu kwa namna mbalimbali kwa mwaka huu 2026. Mimi na wewe ni kwa neema tu tumeweza kuona mwaka huu. Mwambie jirani yako na kutakia heri ya mwaka mpya. Basi ni kwa neema ya pekee tunamshukuru sana Mungu kwa kutukusha salama kutoka katika mwaka 2025 na leo hii tumeingia katika mwaka 2026. Kwa namna ya pekee, lakini pia kwa niaba ya viongozi wenzangu na kwa niaba ya kamati ya halmashauri walei parokia, tunapenda kuwatakia heri ya mwaka mpya, lakini pia tunawashukuru sana mababa kwa ajili ya kuimarisha kiroho kwa ajili ya misa mbalimbali ambazo tunazipata katika parokia yetu. Lakini pia kwa namna ya pekee tunawashukuru waamini wote katika vyama mbalimbali vya vitume, kuanzia katika jumuiya, katika kanda na hata parokia kwa ujumla wake. Tunawashukuru sana sana kwa mwaka 2025 kwa yale yote ambayo tumeyatenda kwa ajili ya mustakabali mzima wa maendeleo ya parokia yetu hii ya Mtakatifu Stefano Shahidi Kisarawe. Mungu awabariki sana kwa majitoleo yenu ambao mmekuwa mkitolea kwa namna mbalimbali katika kuhakikisha parokia yetu inastawi na inaendelea kusonga mbele. Tunawashukuru sana sana. Lakini kama tujuavyo, kana kwamba sasa tuko katika mwaka 2026, sisi kama parokia tuna malengo ambayo tumejiwekea, ambayo sisi kama viongozi hatuwezi pekee kuyatimiliza, ila kwa msaada wenu na kwa ushirikiano wenu na umoja wenu, sisi wote kwa pamoja kama familia ya Mungu tunaweza kufikisha yale malengo ambayo tumejiwekea. Si ndio wapendwa? Basi naomba sana kwa mwaka huu 2026 tukaendelee kulitumikia kanisa letu katika nyanja mbalimbali ambazo tutakuwa tunaelekezwa na viongozi wetu, lakini yale maelekezo tutakapokuwa tunayapata na kuyatekeleza, basi tukayatekeleze kwa ukarimu ili Mungu aweze kutubariki, na kama Baba alivyotuhubiria hapa kwamba tukazidi kupata baraka na neema. Na huu mwaka 2026 Baba ametutamkia hapa kwamba uwe mwaka wa baraka na neema katika maisha yetu, katika familia zetu. Hivyo basi ninaomba sana tushikamane, tuwe na ushirikiano katika kila tutakachokuwa tunazielekeza, ili tuweze kufanya parokia Mtakatifu Stefano Shahidi Kisarawe kuzidi kung'ara na kuchanua. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nawashukuru kwa kunisikiliza, na Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni sana. Kristo kumshana mambo mawili. Ya kwanza ni semina ya WAWATA wote dekania, itafanyika hapa parokiani kwetu Jumamosi ijayo. Muda ni kuanzia saa 1:30 asubuhi. WAWATA watavaa sare ya WAWATA taifa. WAWATA wote mnaalikwa kushiriki. Mwaka wa usafi tunakumbushwa sehemu ambazo tutafanya usafi Jumamosi. Usafi utafanyika nje ya kanisa tu. Wao baada ya semina watafanya usafi hapa ndani kanisani. Lakini pia wanaume wote tunaombwa kukutana hapo nje mara baada ya misa. Tumsifu Yesu Kristo. Natakia sherehe njema. Tumsifu
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa ruhusa ya Roho Msaidizi, nimeomba kuzungumzia jambo moja katika kanisa letu Katoliki. Lina utaratibu wake, lina sheria zake, na katika taratibu hizo jambo moja ambalo ni muhimu sana katika imani yetu, katika Ukatoliki wetu ni sakramenti, na mojawapo ni sakramenti ya Ekaristi. Sakramenti ya Ekaristi, wanaopokea sakramenti ya Ekaristi ni Wakristo wa Katoliki waliobatizwa, ambao wameruhusiwa na wamejiandaa. Mambo matatu: wamebatizwa, wameruhusiwa, wamejiandaa. Inawezekana ikawa mtu amebatizwa, ameruhusiwa, lakini hajajiandaa. Usipokee. Lazima yote matatu yawepo: umebatizwa, umeruhusiwa na kanisa, na umejiandaa kamilifu. Hivyo basi, ikiwa wewe hujabatizwa, hujaruhusiwa, hujajiandaa, usije kupokea Ekaristi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ekaristi ni ya watu ambao wametimiza mambo matatu haya. Wengine wanaruhusiwa kusali pamoja na sisi, wanaruhusiwa kushiriki ibada ya misa, kusikiliza mafundisho, homilia, kuimba, kushiriki matukio mengine yote. Lakini inapofika wakati wa kumpokea Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi, ni wale ambao wametimiza mambo matatu. Leo mmoja wetu amekuja kupokea Ekaristi, akaja akanifanyia vidole viwili hivi. Namwambia mwili wa Kristo, anafanya hivi. Mwili wa Kristo. Wewe ni Mkristo? Wewe ni Mkristo Mkatoliki? Tunapokeaje mwili wa Kristo? Kuna njia mbili za kupokea mwili wa Kristo. Njia ya kwanza, moja kwa moja. Njia ya pili, karatasi ya Israeli kuwepo, wewe unapokea mwili wa Kristo. Na unapoweka mikono yako kumpokea Yesu Kristo, usije kukawa na vitu vingine hapa. Nilipojaribu kumwelekeza aweke mikono hivi, hapa kulikuwa na noti ya 1000. Kwa hiyo niwekelee mwili wa Kristo juu ya noti ya 1000. Tumsifu Yesu Kristo. Kamwambia noti, ondoa hii noti ya kwanza. Ondoa noti. Mwili wa Kristo unawekelewa kwenye mkono wako. Usiwepo kitu kingine chochote hapa. Hata rozari, kuna Wakristo wengine wanawekelea rozari hapa, alafu wekelee mwili wa Kristo juu ya rozari. Rozari ina nafasi yake katika kanisa. Kwa hiyo wakati unapokea Kristo, mikono inakuwa kwamba hakuna chochote hapa, kwa hiyo tunawekelea moja kwa moja. Alafu unachukua unashiriki mwili wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo hilo nimeliona sehemu kadhaa. Unaenda parokia, unakuta hasa watoto wamekuja mara ya kwanza, ni wageni, wanakuja kuwafuata wengine kumpokea Kristo katika sakramenti ya Ekaristi. Hairuhusiwi. Na nakushukuru sana Charles kwa kuchukua sheria, kuchukua hatua mara moja. Mpongeze Charles, amesaidia sana. Ndio. Ni jukumu letu sisi kama Wakristo kuwa macho, kuhakikisha wanaopokea mwili wa Kristo ni Wakatoliki peke yake, waliobatizwa, walioruhusiwa, waliojiandaa.
aliyejiandaa labda unaweza kosa kuelewa ni nani amejiandaa, lakini angalau utajua huyu Katoliki, amebatizwa, ameruhusiwa. Hayo mawili ni jukumu letu sisi wa Kristo. Kwa hivyo anapokuja mgeni, hasa wakati wa kupokea, iwapo katekista hayupo, sisi wa Kristo tuwe macho, tuangalie, tuone mambo yanayokwenda. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao wanakuja kanisani, wanachukua ule mwili wa Kristo, wanaenda kufanyia mambo mengine machafu. Wanaelewa kwamba mwili wa Kristo una nguvu, ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo wanakuja wakiwa na nia ya kubeba, kupeleka kwingine kwa ajili ya mambo hayaeleweki, mambo ambayo ni kinyume na mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama Wakristo tuwajibike ili jambo hilo lisije likarudia. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesema niseme maneno hayo na nimeomba ruhusa wa baba hapa ili niyaseme, kwa sababu kama singeyasema singepata furaha mwaka mpya. Sasa kwa nini furaha yangu ikose siku ya kwanza ya mwaka? Itakuwa haitakuwa shukuru. Kwa hiyo nikasema niyaseme maneno haya. Kwa hiyo nawatakia heri ya mwaka mpya uliojaa wingi wa baraka na neema zake Mwenyezi Mungu katika shughuli zenu zote na hasa katika familia zenu. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya kumwadhimisha Mama Bikira Maria, mama wa Mungu. Kwa hiyo tusimame wote tumwangalie mama pale, tusali kwa pamoja. Salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, ni mzazi mtakatifu wa Mungu. Usinyime tukiomba katika shida zetu, tuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Bwana awe nanyi. Mungu aliyependa kwa wema wake mkuu kuwakomboa wanadamu kwa kuzaliwa kwake mwanaye na Bikira Maria mtakatifu, apende kuwastawisha kwa baraka yake. Mjaliwe kutambua daima na popote ulinzi wake yeye, ambaye kwa kupitia kwake mmestahili kumpokea Muumba wa uzima. Kusanyika leo kwa moyo wa ibada, mjaliwe kurudi mkiwa na mapaji ya furaha za kiroho na tuzo za mbingu.